Ribo kwenye mchezo leo naona kama kuna mabadiliko mengi ukiangalia na mapambano ambayo tumekuwa tukifuatilia, japo jambo ambalo zimemtikisa Zumigi. Ribo amekuwa akiweka mbali zaidi washindani wake, lakini kuna muda hapo unamuona Ribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti ni Hassan Mwakinyo kaanza na fast ball mpaka raundi ya pili. Kama anasema aida. Nzuri sana. Ribo angry. Kuni Hassan Mwakinyo. Anahesabiwa. Ribo anahesabiwa. Na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili. Mwanzoni dakika za mwanzoni kabisa. Anatimiza kazi ambayo analeta. Pengine unaweza kusema si kitu kingine kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO. Ni moja kati ya tabia zake aidha. Kimsingi ni knockout kwa sababu maamuzi ndio tabia Eribo mpaka kwa Eribo anakuonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa amemaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tuna kuna lipi na kipi ambacho Eribo alikutana nacho njiani na kuelekea kwa chini na kuelekea maji kufika kama raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambao anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power head ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo left kwenye jawline ikamkuta Eribo na kumpeleka kwenye canvas na kupeleka fight hiyo. Ilikuwa ni left ambayo ilimkamata Eribo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti kabla